Mchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Hizi ndizo habari njema za jioni ya leo ambazo tunakuletea kwenye viwanja hivi, kwenye milima hii ya mapambazuko Arusha. Ni habari njema ambazo zimechujwa, zinakuja kwako, hazina makunyanzi, zinakuja moja kwa moja, zimechujwa ili wao upate kuzipata habari hizi njema kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mahubiri yamepita mahali hapa kwa njia ya nyimbo, watu wamehubiri kwa namna mbalimbali. Hii yote ni kwa ajili ya kujenga mwili wa huyu mtu aliyoko mapambazuko, ambaye anaishi bado hajitambui. Anatembea lakini sio anayetembea, anapumua sio anayepumua, anaishi lakini sio anayeishi, kwa sababu hajui. Na ndio maana Mungu analeta habari njema kwa kila mtu, ili kila amwaminie asipotee. Haleluya. Sasa huyu mtu mmoja anakuletea jioni ya leo. Huyu mtu anaitwa Yohana. Huyu Yohana alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye sasa amepumzika. Alifanya kazi ya Mungu ya uinjilisti. Alikuwa akipita nyumba hadi nyumba, akitangaza habari njema za ufalme wa Mungu, akiwaambia watu habari njema kwamba watu wajiandae, wazidi kujitakasa, kwa sababu siku inayokuja ni mbaya. Lakini nataka nikuambie jambo moja, wakati anaendelea akitangaza habari njema kwa ajili ya watu, kwa wakati ule watu hawa walikuwa ni watu wenye hasira, walikuwa ni watu ambao hawana huruma, mioyo yao ilikuwa ni mibaya. Kwa hiyo kwa nia moja walimkamata Yohana, wakamkamata, wakampeleka kwenye kisiwa cha Patmo, katikati ya kisiwa kama vilivyo visiwa vilivyoko kule Mwanza, Victoria. Sasa hiki kisiwa, maana yake huyu Yohana alikuwa analeta makwazo kwao. Anapoleta habari njema kwao kilikuwa ni kikwazo, hivyo walimnyanyua kwa mara moja, kwa nia moja, wakamkamata. Walivuka na meli, sijui walisafiri na ndege, lakini wakaenda kumweka katikati ya kisiwa, maana yake ilikuwa kama chuguu fulani. Walipofika pale, wameandaa tayari na misumari ya inchi 6 ili kwa ajili ya kukomesha habari njema zisihubiriwe. Lakini Yohana yeye hana wasiwasi, kwa sababu anaye Baba, anaye Mfalme, Bwana wa mabwana, ambaye mwili wake umekwisha kufa ganzi. Oh, haleluya. Wakachukua ile misumari, wakapigilia jicho la kwanza, msumari ukazama. Wakapigilia jicho la pili, msumari umezama. Mungu anamwambia, andika maneno haya maneno yaliyoko kwenye kitabu cha unabii huu. Nataka nikwambie Yohana, haya maneno usiatie muhuri kwanza mpaka hawa watu hesabu yao itimie. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Wakati Yohana amempigilia hii misumari, wao hawakujua kabisa, walijua Yohana amekufa. Kumbe Yohana ndio kwanza wamemfungulia ukurasa ule wa uzima wa milele. Anaona sasa mbingu nyingine, anaona watu sasa wakiteseka duniani, lakini Yohana haoni kwamba ametobolewa macho. Yeye anaona usalama, kwa sababu
mwili wake ulikufa ganzi. Ndani ya moyo wake aliweka neno la Mungu, alikuwa na nguvu ya Mungu, alikuwa na mamlaka ya Mungu, alikuwa na uwezo wa Bwana. Mungu akaanza kumwambia, waambie sasa watu hawa ambao wanaishi duniani, mwambie kwamba mwenye kudhulumu aendelee kudhulumu, na mwenye uchafu azidi kuchafuka, na mzinzi aendelee kuzini, na mchawi aendelee kuruka kwenye nyungo, akazane kuruka, akazane kuroga. Lakini ile siku, manake akisema mimi niliua mtu mmoja tu, Biblia inasema hapana, hata ungefanya kidogo utahukumiwa tu. Wewe endelea kuua, endelea kuua, na wewe mwasherati kazana kufanya uasherati, maana ujira unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mtu amepambazuka, mtu ulioko Arusha, ulio kwenye malango ya mapambazuko, ambaye umeishi katika hali ya dhambi, unaishi hali ya uchafu, unaishi kwenye mazingira ambayo ni mabaya, unaishi na uovu, uovu umekithiri, umeenda mpaka mbinguni. Na ndio maana Biblia inasema huko nje wako mbwa. Manake mbwa ni watu ambao hawamjui Mungu.